imeandaa maadhimisho ya siku ya wanawake wapambanaji Kishapu Women's Gala 2025. Sisi kama wadau wa shirika la TCRS tunawasaidia hawa wamama wapambanaji ili waweze kujishughulisha na shughuli ambazo zinaweza kuwasaidia wao kujiinua kiuchumi ili waondokane na utegemezi hasa kwa wanaume. Kama tunavyoona, wanawake wengi walikuwa wakiwategemea sana wanaume, lakini kutokana na elimu ya ujasiriamali pamoja na elimu ya ukatili wa kijinsia ambayo tuliileta, imewasaidia kujiinua na wao kuinuka na kupata elimu kwa kuanzisha shughuli ndogo ndogo kama hivyo tunavyoziona, ili waweze kupata fedha, waweze kwenda kuinuka na kutembea, ili wanafunzi waende mashuleni, lakini kupata pia chakula cha nyumbani, lakini hata wao wasiwe kwenda kuwa tu tegemezi pale majumbani kwao. Leo ni siku maalumu ya wanawake Kishapu wapambanaji. Pamoja na mimi nashukuru sana kwa kunileta shirika la TCRS kuja kujifunza. Tulikuwa nyuma sana kama wamama, tulikuwa sio wajasiriamali, tulikuwa wamama wategemezi, tulikuwa tunanyanyasika sana kwenye mafamilia yetu. Kwa kuja hili shirika la TCRS limetupambania wamama, tumekuwa wajasiriamali. Kwa hiyo nashukuru sana shirika hili la TCRS kwa sababu sasa hivi limenitoa kwenye umaskini, limenileta angalau nimekuwa na maisha bora kidogo. Tunasomesha watoto, tunajenga nyumba, tupo wafugaji wa kuku, wa mbuzi pamoja na ng'ombe. Kingine ambacho mimi ningependa kutoa tu kama shuhuda kwamba kipindi TCRS hawajafika kwenye maeneo yetu, kwa kweli tulikuwa nyuma sana wanawake. Wanawake walikuwa ni watu tu yani wakulialia tu, lakini mpaka hapa tulipo wanawake tumefikia hatua njema. Sasa hivi wanawake tupo kwenye serikali ya vijiji, tu wajumbe. Wanawake sasa hivi ni vitongoji. Wanawake sasa hivi ni mabalozi. Tumeweza hata kumiliki ardhi. Kipindi cha nyuma wanawake walikuwa hawana hata sauti, hawana hata pa kusemea. Lakini TCRS baada ya elimu mbalimbali, kwa kweli tunashukuru hali nzima ya ukatili. Maana tulikuwa tunaishi kama watu wakatiliwa, lakini baada ya elimu kutoka TCRS tuko vizuri. Hali ya ukatili haipo tena. Watoto wa kike walikuwa hawaendi shule. Lakini baada ya uwezesho wa mafunzo mbalimbali, elimu mbalimbali kwa vikundi vyetu, kwa vijiji vyetu, TCRS kwa kweli Mungu awabariki sana kwa sababu ya kazi ambako jamii mmeitoa hali ya chini kabisa ya unyonge mpaka leo watu wanapeleka watoto mashuleni. Mimi ni mama mpambanaji mjasiriamali, lakini ujasiriamali huu nimeupata kutoka shirika la TCRS. TCRS ni shirika ambalo limekuja kujihusisha sana na wakina mama, hasa kwa kuamua kiuchumi. Kwanza wametufundisha akina mama kujitambua kwa sababu sisi akina mama mwanzoni tulikuwa hatuelewi, hatujui kwamba kumbe mama naye anaweza akamiliki vitu. Kutokana na TCRS kutufundisha masuala ya lishe, sasa hivi akina mama sisi wapambanaji tunaweza kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza zikasaidia katika jamii zetu kujikwamua kutoa ile tatizo. Kwa mfano, ungalishe sasa hivi tunatengeneza, lakini bado tunatoa elimu hiyo hiyo ya lishe kwa kina mama vijijini ili waweze kutumia nafaka au bidhaa ambazo zipo katika mazingira yao ili kuboresha afya. Mwanzo tulikuwa tunafikiri kwamba labda mtu akitumia nyama, akitumia labda wali, soda ndio anaona kwamba huyu anakuwa lishe. Lakini kumbe tunaweza tukatumia vyakula vingine vidogo vidogo kama vile mboga za majani kama matembele, matango ambao kama matunda vile. Kikundi chetu kinajishughulisha na kutengeneza batiki, vikapu ambapo tuliwezeshwa na shirika la TCRS. Baada ya TCRS kutupatia haya mafunzo, tukaamua na sisi tuwe wabunifu. Kwa sababu tukiangalia katika eneo letu asilimia kubwa watu walikuwa wanahangaika sana, yaani katika upatikanaji wa viungo. Sasa viungo vya pilau, vya chai watu wamezoea kutumia yale majani ya dukani. Kwa hiyo sisi tukaamua tubuni, tutengeneze viungo vyetu, ambao viungo vyetu tumetumia yani ni vya asili tu, viungo vya kawaida kama vile iliki, mdalasini tumevichanganya. Ni vizuri na vinasaidia hata mtu mwenye pressure anaweza kuvitumia. Hivyo basi naishukuru sana shirika la TCRS kwa sababu awali katika kijiji chetu au katika wilaya yetu ya Kishapu hali haikuwa nzuri. TCRS imesaidia kujiendeleza katika kilimo cha kisasa. Tofauti na awali ilikuwa ni kilimo kile cha holela. Lakini sasa hivi tunakatia, kama mfano tuletea mbegu za alizeti na za mtama.
tukawa tunakatia kwa kupata nini, mstari, ambapo hiyo inasaidia ile kubudget zile mbegu. Kwa hata mkija kuvuna yale mavuno mnapata mengi tofauti na awali, kwa sababu kuna upotevu wa mbegu afu na mnachokivuna ni kidogo. Sisi kama shirika la TCRS tunayo miradi mbalimbali ambayo tumekuwa tukifanya katika wilaya yetu ya Kishapu. Mojawapo ya shughuli ambazo tunazifanya ni katika kuwakwamua wananchi kiuchumi, lakini hususan wamama. Na kiukweli wamama wameweza kuamka kiuchumi. Wakati tunaanza mwaka 2020 walikuwa bado wamama walikuwa wamelala, hawakuwa wakifanya shughuli za kiuchumi, walikuwa wanawategemea wababa kwa ajili ya kuweza kuendesha maisha ya familia. Lakini kwa sasa tunaona mama wanafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ili kuweza kufanikisha katika maisha yao ya kila siku. Ukiangalia katika wilaya yetu ya Kishapu, hali ya hewa sio rafiki sana, kiasi kwamba kuna ukame kwa muda mrefu na mvua zimekuwa zikiwepo kwa muda mfupi. Hivyo jamii ya Kishapu tumeweza kuiwezesha kupata mbegu za kisasa zinawekwa katika mazao yanayostahimili ukame, ikiwepo mtama, alizeti. Lakini pia mbali na hivyo kuwawezesha, tumeona familia nyingi angalau sasa wameepukana na ile hali ya kukosa chakula. Angalau familia zina uwezo wa kupata milo 3 kwa siku, tofauti na kipindi kabla hatujaanza mradi. Lakini sambamba na hilo pia katika swala la mazingira tumeweza kuwawezesha jamii kuweza kupata miche. Tukiangalia katika eneo letu la Kishapu ni eneo kame sana, lakini walau katika maeneo ambayo tunafanyia kazi katika hivyo vijiji 16 ukienda kuangalia mazingira yake kiukweli yamebadilika, kutokana na kwamba tumeweza kuiwezesha jamii kupanda miti na hatimaye kuweza kubadilisha mazingira. Lakini sambamba na hivyo tumewezesha jamii katika kukuza uoto wa asili, kwamba miti iliyopo katika maeneo yetu hasa katika eneo letu la Kishapu ile tuweze kuitunza kwa namna ambayo iliyo bora na kuweza kuendeleza uoto wetu. Lakini lengo kuu la kikundi chetu ni kuunga juhudi za serikali katika kumwezesha mwanamke na ajira zisizo rasmi, yaani ujasiriamali, na kuhakikisha ajira hizi zinafanyika kiubora na kuleta maendeleo ya mjasiriamali mmoja na kwa taifa letu kwa kuchangia pato la taifa. Kupata fursa zinazotolewa na serikali kupitia jukwaa la wanawake Tanzania na mikopo isiyo na riba toka taasisi mbalimbali ili kupunguza kundi kubwa la wanawake tegemezi na kuongeza pato binafsi na pato la taifa. Pamoja ya kuwa kikundi chetu kina muda mfupi tangu kuanzishwa kwake, lakini tuna mafanikio yanayoonekana. Tumeweza kufanikisha kwa mara ya kwanza tamasha kubwa ambalo halijawahi kutokea wilaya ya Kishapu kwa kupata wadhamini kutoka taasisi za kifedha, serikalini na wafanyabiashara wakubwa na wadogo na watu binafsi.